you have identity? Hata kuulizeni wewe unacho kitambulisho chako? Unacho? Hivyo kwa hivyo tunakwenda kujifunza maana ya kitambulisho. Unataka kumbe kila mmoja duniani ili afanikiwe anapaswa kuwa na identity. Kitambulisho chake hicho ndio kitambeba yeye kuweza kuitwa jina fulani kwamba sasa bwana fulani. Naam. Lakini sasa unataka kuomba kazi kwa niwe nani? Kujulikana tu na gani? Maana itakuwa ni vigumu kuweza kupata nafasi ya ajira kwa sababu umekosa kitu fulani. Kwa hiyo mada hiyo mimi ndio ambayo tayari nimeiandaa basi kwa leo. Kwa kuanzia labda katika kuitafsiri nini kitambulisho identity. Najaribu kuperuzi kwenye mitandao kadhaa hivi. Kwa mfano kwenye mtandao mmoja unaitwa www.thisinghistory.org. Wanasema kwamba kitambulisho identity ni namna kuhisi wewe ni nani. Ni namna kuhisi wewe ni nani ambao kujieleza hali ya upekee na jinsi unavyochorwa na kukupa kielelezo fulani katika jamii. Kwamba kitambulisho ni namna wewe unapojihisi wewe mwenyewe kwa binafsi. Unajihisi wewe ni nani labda. Na kipi jamii inakuangalia kama nani. Kwa hivyo hali hiyo inaleta upekee ambao utakutambulisha hapo kwa utakapokwenda kama yule kuna mtu fulani. Kwa hivyo ni namna jinsi mwenyewe unaanza kujitambua mwenyewe binafsi, lakini pia na jamii kukuelewa wewe ni mtu fulani. Na mtu fulani hatuzungumzi mwanamke, mwanamume, mrefu, bonge, no. Tunazungumzia hali ya labda tunaita competence, umahiri au ujuzi. Kwamba wewe una ujuzi gani? Ujuzi huu ndio unakujengea kitambulisho cha kubebeka kwenda katika pala fulani katika mafanikio ya maisha. Kwa hivyo kulingana na kuna mtandao mwingine ambao unaitwa study.com imeeleza personal identity, kitambulisho ni hali ya mtu na jinsi anavyoendana na imani yake, anayojihisi au anavyochukuliwa katika jamii. Kwa hivyo wakati mwingine pia ni imani. Ni imani fulani kama unakuja kujiona na hapa pana mfano kama kitu ndoto. Ukitaja tu mafundi umeme, maana yake sasa lazima uende katika lab ya Kichina. Kama kuna lugha ya Kifaransa, maana kuwe na lab ya Kifaransa kwenye vifaa na vitu halisi ambavyo mwanafunzi atakwenda kufanya uhalisia wale wanafunza kimatendo. Cha zile skills. Tayari kwamba lazima sasa ufanye vitu matendo katika taaluma. Kwa hiyo kuweko na store, kama kwa masuala ya elektroniki kuweko na sehemu ya masuala ya umeme hayo, electric. Kama kuna kuweko na kiwanda ambapo sasa kiwanda hicho ambalo eneo hilo ni mazoezi yatafanya. Bila hivyo itakuwa elimu hiyo haijawa. Eneo la tatu katika kujenga umahiri ni eneo la attitude. Sasa hili ni muhimu sana. Hili ni eneo la tatu ambalo baada ya wanafunzi kujifunza nadharia, lakini baadaye baada ya nadharia hizo wakazipeleka katika matendo. Sasa hapo wanafunzi atakiwa ajiongeze. Je, baada ya kufundishwa juu ya hicho kilichofundishwa, ukaweza kukieleza, mchana ukifanya ukapasi vizuri na ukakipeleka kufanya matendo, ukaenda kufunga waya, ukaenda kuchakata, kukata, kuunga. Je, umejifunza cha kwako au wewe umefahamu nini? Umeelewana? Kwamba hapa ni eneo ambalo pamoja na mambo yote uliyosoma, uliyofundishwa, uliyojifunza, unatakiwa uweze kubaini cha kwako. Kumbe hata ni hivi. Na ndio maana swala hili kwa mfano hata kama tutamaliza mwisho kusoma hili somo la leo, activity principle unatumiaje, unaifahamu unaitumia katika maisha halisi? Sio chukua tu activity principle kwa ukae tu, no. Unatakiwa activity principle ile ukaifanyia kazi, uichakate baada ya kupata kitu cha kwako. Hicho ndicho unakwenda kutumia na ndio hapo utakuwa umefahamu kweli activity principle. Lakini kila siku tukaa kwenye elimu zetu za Kiafrika, activity principle amesema, ndio hapo malizi hapo bado. Pavlov amesema siri bado mpaka ile application ya Pavlov uje uibuni, uje ichakate uweze namna ya kutumia application katika maisha halisi. Kijana baada ya kufundishwa nadharia, aende kwenye matendo baadaye apate cha kwake. Sasa hicho ndio ambacho anaweza kutumia katika maisha halisi. Akifanikiwa hivyo, yumo katika safari ya kuelekea kwenye kujenga nini? Kitambulisho. Bila hivyo, kama hujakamilisha neno hayo yote pamoja na ukapata cha kwako, safari ya kitambulisho bado ngumu. Na hapo bado maisha yanaanza kuwa magumu. Kwa hivyo ukishafikia lengo hilo sasa, hapo sasa angalau ushakuwa katika standard, katika nafasi, katika njia ya kuelekea kujenga kitambulisho chako. Kwa hivyo tunaenda kujenga kuna kile ndio upambanuzi. Upambanuzi kusema kama ni hali ya kuweza kubaini eneo dogo maalum la kitaaluma ili ulifanyie kazi zaidi.
ili kujenga kitambulisho. Hali hii hutokea baada ya kukamilika mchakato mzima wa masomo na kufikia kwa umahiri. Utaalamu wa ushairi sio tu kwamba Kiingereza lugha, Kiingereza masuala ya fasihi, Kiswahili lugha, Kiswahili fasihi, matheoria ya Kiswahili, matheoria ya Kiingereza kuhusiana na lugha. Bado hilo ni eneo pana sana. Natakiwa sana siku hizi taaluma nipate kitu kidogo sana, specifically kidogo maalum. Hicho sasa ndio kifanyie kazi ya kutosha. Hapo tutaenda kwenye kitambulisho. Je, kama ni fursa zilizopo katika jamii, watu wataalamu wa jambo hilo ni wachache. Tumeona katika jamii kuna fursa, sio? Kuna fursa tu, opportunities. Lakini kumbe unakuja kugundua kwamba watu wenye fursa fulani ni wachache. Je, mkiwa wachache mtakuwa na wepesi kupata fursa au wale wengi kupata fursa? Naam? Mkiwa wachache katika eneo maalum, kupata fursa ni wepesi au ni vigumu? Wepesi kwa sababu mtaalamu akitaka wataalamu wa fasihi atakuwa watano. Sasa hebu nje na watano. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanasomea kilimo, hapo kuna kilimo Kilimo ni eneo kubwa sana, general area. Lakini tutakuja kilimo cha mboga ni eneo dogo Kilimo cha mboga ni eneo dogo sasa hivi. Mboga. Kwa hivyo wataalamu wengi wakitafuta watu watasema nataka wakulima wa mboga kuliko nataka wataalamu wa kilimo. Lakini sasa kwenye kilimo utakuta watu wanaohusiana na masuala ya mbolea. Nataka wataalamu wa mbolea. Kwa hivyo unatakiwa tuweze kucategorize vitu vidogo. Tukiweza kukata vidogo hivyo na tukavigundua, unaenda kufanya kitu. Ukienda hivyo sasa, unaendelea ile baada ya kugundua eneo moja tu, kile ukalijenga eneo hilo moja tu, unaenda kwa mtaalamu. Na hapo sasa dhana ya kitambulisho inasimama na wafunzi wake wanafunga. Na penginevyo tatizo bado. Umeelewana? Na kwa hivyo ili katika kukamilisha kufanikiwa katika umanuzi ni lazima mchakato wa kujifunza uendelee. Kumbe unataka uendelee zaidi. Mchakato uendelee kujifunza. Hasa huu ni wakati wa tahadhari kubwa kwa ajili ya kuchakata mawanda. Unatakiwa kuchakate mawanda ya taaluma uliopewa. Sio ukae tushasoma basi, no. Ukakae kitako tena nyumbani huko. Kwanza jifunza nini leo? Hicho jifunza kina maana gani? Kina umuhimu gani? Kina faida gani? Kina hasara gani? Ukakae kitako wakati. Unatakiwa ufanye hivyo, hapo. Kwa kweli ndio nitakiwa umanuzi utengenezwe chuoni. Yaani kama kuena hatua sasa mwanafunzi akishafika kwa miaka yake miwili sasa nashamaliza miaka miwili. Kwa hiyo kuna kwa miezi mitatu utafuta umanuzi, wewe akili yako imeelekea wapi? Akili yako umegundua wapi? Umevutiwa na pahala gani? Ili kozi yako tena ili uwekeze kule tu. Hapo ndio kufanikiwa. Lakini kutoka chuoni mazogo 20 ya taaluma, mazogo mechi. Nafikiri unaweza ukatoka vipi ushasoma tayari? Kazi ajira kwanza ajira. Ushasomea ufundi umeme kwanza unasubiri ajira. Na ushasomea kilimo unasubiri ajira. Basi tuko huku kupata taaluma kule. Kwa hivyo utakiwa inje wapi? Walimu uchumi, walimu jasiriamali, walimu unaotumia ICT. Tumeelewana hivi? Bila kuhusisha huko unaweza kadora kidogo. Lakini ukiona swala la kijamii kwa sasa kule ndio kwenye soko la wateja wingi sana. Hata nitafikia tu kwenye mashuhuda unakuta bidhaa zake zote ameeleza kwenye huu. Ni lazima kijana aweze kubaini eneo aina na gaps. Unabaini gaps. Ni lazima kijana aweze kubaini gaps. Maeneo matupu. Maeneo fulani yalo wazi hivi. Fursa zilizo wazi. Ambalo fursa inayokuvutia, utavutika mimi nataka nielekee huku. Kwa sababu nishaona pale kwa sababu navipenda sana. Alafu naona fursa pale zipo. Mimi nataka nende nikaandike masuala ya ujasiriamali, nataka mimi nikafanye mambo ya kilimo. Ushagundua fursa Mimi sio mwalimu lakini nataka nende mwalimu muandishi tu wa masuala ya fasihi tu. Ushagundua fursa pale. Na kuliko kama mimi mwalimu, ukita walimu hapo walimu waje zogo la watu Lakini sasa nataka walimu wa Kiswahili wataanza kufungua. Nataka walimu wa fasihi ya Kiswahili wanapungua zaidi. Walimu wa lugha Kiswahili wanakuwa wachache sana. Sasa hawa wachache wanaenda kuzikamata fursa kubwa nyingi. Umeelewana hapo? Kwa hivyo unagundua magepu hayo pia huweza kubaini maeneo ya fursa zinazowezesha kupatikana iwapo
kazi ya ujenzi wa kitaaluma utaendelea kwa mhusika katika eneo hilo tu. Umeelewana? Sasa hapa sio kufundisha mambo ya ualimu, no. Unaenda kufundisha masuala ya ushahidi tu kutoka mtaalamu wewe. Hasa unaenda kufundishwa kilimo cha mboga mboga tu kutoka mtaalamu wewe mboga mboga, kuliko kilimo mambo mengi. Umeelewana? Hivyo kuendelea, kwa mfano baada ya kusoma bidii ya walimu diploma huko, kuna kijana alimetoa mfano ambaye ameenda katika eneo la amependelea kuingia katika eneo la utungaji mashairi ya Kiswahili, ambao pia amegundua fursa nyingi katika upande huo. Yeye alisoma Kiswahili, Kiingereza, mambo mengine yale ya walimu, lakini akavutika kwenye masuala ya ushairi tu. Kwa hivyo anatakiwa sasa, pamoja na masomo mengine anaendelea nayo, anatakiwa kazie hata kama yeye binafsi, kwamba yeye licha kama tayari anasoma, kwa sababu ndio chuoni mfano huu hauko yaani chuoni hichi kitu hichi hakifanyi katika hali ya kawaida. Lakini wewe mwenyewe hata kama ndio hakifanyi, ukishagundua kama kumbe wewe umevutika na ushairi kwa mfano, hebu licha kama unasomeshwa masomo mengine, hebu pande pia hata wakati kiasi uelewe kwanza, au baada ya kuanza kusoma hebu kauelewe pande hiyo, unaweza kwa mtaalamu, mafanikio yatafikia tare. Kwa hivyo iwapo chuo kingeweza kuwa na utaratibu, na hapo ndio nilikuwa nishauri kwamba chuo kwa utaratibu huu unatakiwa uweke chuoni specifically, kwamba sio tu mwanafunzi mwenyewe, kwa sababu eneo ndio baadaye unakumdogo wa taaluma, lakini wale ma lecturer wanaopewa taaluma, kwamba wakichakata mambo hii kitaalamu, wanafunzi wote kwa nyepesi kuweza kufika katika njia. Kwa hivyo unatamani kitu hichi kifanywe siku moja, kwamba vioni baada ya kusoma, kwa mfano unasoma kwa degree miaka 3, sio? Wangeweka miaka 2.5, unapigwa tena ma courses za kawaida. Ile nusu ya kile semester moja ile, unatakiwa tayari ukirudi tu kwa mfano kwenye mchana wako katika kuja semester mwisho, uwe tayari umeshaona dalili ya upande ule umenivutia. Ukiingia ile semester mwisho, hebu sasa itakiwa ule upande mmoja. Mafanikio yatakuja keleza hayaji. Kwa sababu sasa una kitu maalum kimoja tu ambacho unaenda kukitanua kile kitu kimoja. Kimoja unakitanua. Sio kama unakaa unaenda kukisoma kwa undani, unakitanua kidogo. Tayari hapo unaenda kusoma na unakitanua na kinasoma.